Lakini hapa niko leo, nataka niseme mambo kadhaa yatakusaidia kwenye safari yako. Nani yuko hapa aseme amen? Nani yuko hapa aseme amen? Amen. Leo nataka nifundishe juu ya kazi 4 za madhabahu. Today I want to teach on 4 works of the altar. Kazi 4 za madhabahu. 4 work of the altar. Madhabahu zimegawanyika. Altar are grouped. Ya kwanza kabisa ni madhabahu ya mbinguni. The first is the altar in heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Alafu kuna madhabahu the altar ambayo ni wewe mwenyewe. Which you are you. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Alafu kuna madhabahu ya ardhi. Then there is the altar in land. Madhabahu ya ardhi ndio kitu ambacho nataka nikifundishe leo. Iko madhabahu ya mbinguni, siku nyingine tutajifunza. Na iko madhabahu ambayo ni wewe. Lakini leo tumepata wasaa wa kujifunza kwa habari ya hichi kitu kinaitwa madhabahu ya ardhi. Naomba unisikilize vizuri. Na ukiweza kunisikiliza itakusaidia. Yuko mtu aseme amen? Yuko mtu aseme amen? Yuko mtu aseme amen? Madhabahu tunafahamu ni mahali ambapo Mungu huzungumza na wanadamu kupitia kuhani. Amen, amen. Amen, amen. Ndipo ambapo watu hufanya maagano na Mungu wao kwenye hiyo madhabahu. Ndipo watu muona Mungu kwenye hiyo madhabahu. Lakini leo nataka nizungumze kwa kazi 4 za madhabahu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nani anataka ajifunze aseme amen? Unajua unaweza ukawa unatoka nyumbani, unakuja hapa, lakini haujui hata unakijia nini. Na hata mtu akakuuliza haya unaenda madhabahuni kuna kazi gani? Na haujui hata madhabahu ina kazi gani. Lakini leo uweza wa Mungu unakusaidia kujua kazi ya madhabahu. Na mimi niko tayari kukufundisha. Na utaelewa kwa jina la Yesu. Kuna mtu yuko hapa aelewa aseme amen? Kuna mtu yuko hapa aelewa aseme amen? Kazi ya kwanza ya madhabahu, andika kabisa. Kazi ya kwanza ya madhabahu ni kukushindia na kukupigania dhidi ya madhabahu mbaya. Inakupigania na kukushindia dhidi ya madhabahu zilizo mbaya. Amen, amen. Amen, amen. Kitabu kile cha Wafalme wa kwanza sura ile ya 18:30. The book of 1 Kings chapter 18. Wafalme wa kwanza 18:30. Wafalme wa kwanza sura ya 18 na ule mstari wa 30. Kisha Elia akawaambia watu wote. Elia akawaambia watu wote. Nikaribieni mimi. Nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Sahihi. Elia akatwaa mawe 12. Sahihi. Kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo. Sahihi. Aliyejiliwa na neno la Bwana ni sawa kabisa. Na kuambiwa jina lako litakuwa Israeli. Mstari wa 33. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Akafanya mfereji kama wa vipimo 2 vya mbegu ukizunguka madhabahu. Kisha akazipanga zile kuni. Akamkata yule ng'ombe vipande akaviweka juu ya kuni. Akasema, jazeni mapipa 4 maji mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa. Inatosha, ngojeni wasaidie watu wasisinzie. Sema amen. Maana Biblia nayo ukisoma muda mrefu sana huwa inaleta kausingizi. Maana ndani yake pia huwa imebeba na vidawa vya usingizi. Sema amen. Say amen. Tunafahamu kwamba we know that wakati huo Elia alikuwa anashindana na Yezebel. Alafu kulikuwa na miungu inayotawala kwenye lile eneo. Hii miungu ilikuwa inaitwa miungu ya Bahali. Miungu ndio iliyokuwa inatawala na ina nguvu kwa wakati huo. Alafu Elia yeye yuko na Mungu aliye hai. Na kwa wakati huo watu hawamjui Mungu wa Elia. Kuna mtu anaelewa sema amen? Hawamjui Mungu wa Elia. Hawajawahi kuona matendo yake makuu.
makuu, ila Mungu Baali wameona akifanya miujiza. Kwa wakawa wanaamini kwamba Mungu Baali ndio Mungu kwao. Ndio maana Elia akasema basi tutengeneze madhabahu mbili, na kwenye hiyo madhabahu tunataka ajulikane Mungu yupi atakayeshinda. Na jaribio letu ni kumwaga maji yawepo hapa na kuni ziwekwe hapa, lakini moto utokee katikati ya kuni bila kuwa na kitu kinachowasha. Kuna mtu anaelewa? Sema amen. Wakachukua, wakaweka kuni na sadaka iko. Kinachotakiwa ni Mungu afahamike yupi wa kushinda. Biblia inaniambia wakati huo wale makuhani wa Mungu Baali wakaita moto ushuke na moto haukushuka. Biblia inasema wakachanja miili yao, damu zikawatoka, lakini moto haukushuka. Kuna mtu yuko hapa? Sema amen. Akatokea mtu wa pili anaitwa Elia. Yeye akachukua maji akamwaga maji, akawaambia sasa ninaita moto ushuke. Biblia inasema alipoita moto, moto ukashuka mahali pale, ukateketeza ile madhabahu, sadaka na kuni na maji vyote vikalambwa. Hapo ndipo ikajulikana kwa Mungu wa Elia ndiye Mungu aliyeshinda katikati ya kushindana. Kuna mtu anaelewa? Sema amen. Kwenye haya maisha tunaishi, ukiwa unaishi kama mtu asiyekuwa na madhabahu, hauwezi ukashinda madhabahu inayoinuka kinyume na wewe. Ziko madhabahu za familia, ziko madhabahu za magonjwa, ziko madhabahu za kifamilia zinashikilia maskini. Kama hauna madhabahu ya kushinda, hauwezi ukashinda hiyo madhabahu. Lazima kwenye maisha unaishi ufahamu kwamba nina madhabahu inayonishindia, nina madhabahu inayonipigania. Sasa hiyo madhabahu sio wewe, hiyo madhabahu sio Pastor Mbasha, hiyo madhabahu ni hili eneo unaliona hapa. Maana yake kwenye ulimwengu wa roho linayo nguvu ya kukupigania. Yuko mtu anaelewa? Sema amen. Ndio maana akija mtu mwenye mapepo, tunamchukua pale, hata kama kaanguka pale, namwambia mpandisheni hapa juu. Akipanda juu, ile madhabahu iliyopanda juu yake inamwachia upesi, kwa sababu madhabahu ndio inayompigania na madhabahu ndio inayomshindia. Kuna mtu yuko hapa? Sema amen. Ukiwa kwenye familia, unapigana vita ya umaskini, hauwezi ukaishinda kama hauna madhabahu inayokushindia umaskini. Ukiwa unapigana vita na madhabahu ya kichawi, hauwezi ukashinda kama hauna madhabahu inayokushindia. Lazima kila mtu ajue, tunapoenda mahali pa madhabahuni ni mahali ambapo panatupigania, ni mahali ambapo tunashindaniwa. Mtu mmoja angelewa angesema amen. Kwa kifupi mimi nakutangazia sehemu ambayo ni ajabu sana. Hii sehemu hapa nipo, hata kama mimi sipo, njoo wewe mwenyewe peke yako, alafu una changamoto yako, fika hapa, jilaze, piga magoti hapa, mwambie Mungu wa madhabahu hii ambaye nimejiungamanisha hapa, nina vita imenishinda, ninaomba unipiganie. Madhabahu itasimama, pigana kadri hujaona, kwa sababu kazi ya madhabahu ya kwanza ni kukushindia na kupigana na adui zako. Kila mmoja ajue nafasi ya madhabahu, kwamba madhabahu hii tunaiona, hata kama haina tiles, ina nguvu ya kukushindia. Hata kama haina feni, ina nguvu ya kukushindia. Hata kama imechaka, bado ina ushindi wa kukushindia. Mtu mmoja angeamini angesema amen. Madhabahu ndio inaweza kukushindia, inaweza pigana kwa sababu ya madhabahu nyingine. Kama uko na madhabahu za kwenu, umeshindwa kwa muda mrefu sana, yani umepambana, umeshindwa, hauwezi ukashinda vita ya madhabahu kama hauna madhabahu ambayo inakupigania. Unajua shida iko hivi, watu wengi sana wanakuja hapa ila sio wa madhabahu hii. Kuna mtu anaelewa vizuri? Yesu akasema hao watu mnaona ni wengi, lakini wengine sio azizi hili. Kuna mtu anaelewa vizuri?
Kumbe unaweza ukawa unakuja hapa, ila hii madhabahu haiwezi kukusaidia. Na anaweza akatoka mtu mmoja mahali pa mbali akaingia siku moja tu na akashuhudia kwamba Mungu amemshindia. Kwa sababu gani? Kinacholeta matokeo ni yule mtu mwenyewe kujua kwamba madhabahu hii ndio sehemu pekee itanipigania. Ukiweza kujua hilo, itakuwa ni rahisi kushinda chochote kinachoshindana na wewe. Na leo nakutangazia kila vita iliyosimama kwako itapigwa na hii madhabahu kwa jina la Yesu. It's not by my power. Sio kwa nguvu zangu. Lakini ni nguvu ya madhabahu. Ina uwezo wa kukupigania na ina uwezo wa kukushindia. Wako wapi wanaoshindaniwa na hii madhabahu? Wako wapi wanaopiganiwa na hii madhabahu? Wako wapi wanaotendewa na hii madhabahu? Ndio maana unaweza ukawa na magonjwa hayawezi kuondoka kama hujui nafasi ya madhabahu. Anza kufahamu kwamba mahali unafika umechoka na hauwezi kupigana tena, lazima uwe na madhabahu inayokupigania. Madhabahu ya kwenu ina jina, lazima uwe na madhabahu yenye jina kwa ajili ya maisha yako. Kuna mtu anaelewa aseme amen? Kuna mtu anaelewa aseme amen? Kuna mtu anaelewa aseme amen? Nabii Elia aliwaita manabii wote wa Mungu bahali. Lengo la Elia ilikuwa ni kumthibitisha Mungu wa kweli ni yupi. Nisikie sasa. Kazi ya Mungu wa bahari na Mungu wa mbinguni. Elia akawaambia watu nikaribieni mimi. Alafu akachukua mawe 12 akayafanyaje? Akaanza kujenga madhabahu. Kisha akafanyaje? Wakaweka kuni juu yake. Kuni zikawekwa sasa. Kilichofuata? Akaweka sadaka juu yake. Kilichofuata tena? Akachimba mfereji. Akawaambia watu mwageni maji mapipa manne. Alafu wakamwaga maji mara ya kwanza. Wakamwaga maji mara ya pili. Wakafanyaje tena? Wakamwaga maji mara ya tatu. Elia Mungu ni Mungu tu. Atabaki kuwa Mungu tu. Huyu Mungu wa Mbasha jamani, Mungu ni Mungu tu. Atafanyaje huyu Mungu jamani? Atabaki kuwa Mungu tu. Shapia Yesu makofi basi. Elia yeye alijua kwamba hakuna kitakachomshindia zaidi ya madhabahu. Lazima uwe unajua kabisa, mimi siwezi shinda vita ya mizimu ya ukoo kama sina madhabahu inayonishindia. Lazima uwe na madhabahu inayokushindia. Ndio maana Israeli ilipotaka kushinda, ilianza kwanza kujenga madhabahu inaitwa Jehova Nisi. Maana yake Mungu ni bendera yangu ya ushindi. Ndio maana wakaweza kushinda vita iliyokuwa mbele yao. Kazi kuu ya kwanza ya madhabahu inakushindia na kukupigania dhidi ya madhabahu mbaya. Mguse jirani yako, mwambie jirani yangu, tunapiganiwa na madhabahu. Sio kwa kuomba, sio kwa kuokoka sana, kwa sababu tuko kwenye madhabahu fulani. Kila madhabahu inapoinuka inakuja inakutana na madhabahu hii tunayoiabudu mahali hapa. Kuna mtu yuko hapo aseme amen? Kuna mtu yuko hapo aseme amen? Ndio maana kuna kipindi nikawaambia, hii madhabahu sio kila mtu apande. Hii madhabahu wapande watu waliokusudiwa kutuhudumia. Na nikasema hata waimbaji pia waishie hapo chini, alafu hapa juu wapaache, ili siku mtu ambaye hajaikanyaga hapa ana shida yake, akija akikanyaga hapa iwe ni sehemu ya kustaajabisha na kutisha.
itakayosababisha uponyaji kwenye maisha yake. Kwa anaposogea hapa, haji kwa mazoea tena. Anakuja kana kwamba madhabahu anataka imshindie. Anakuja kana kwamba madhabahu inatakiwa impiganie. Ndio maana mahali hapa sio pa kupazoea. Hata kama mimi Pasambasha ndio nasema mwenye kanisa, lakini hapa sio pa kupazoea. Maana tunajifunza kipindi cha kina Zakaria wa Abia. Biblia inasema walikuwa wanapanda kule madhabahuni, alafu wanafungwa kakamba, panafungwa, wanafukiza uvumba, alafu baadaye ile kamba inatikiswa. Kama yuko hai anatikisa na yeye, lakini kama amekufa wanajua tayari aliingia na dhambi. Kwa kumbe kuna sababu tunapoingia hapa kwenye madhabahu, tuingie kama watu ambao tunajua hapa ni Mungu yupo. Sio sisi ndo tupo hapa, Mungu yupo mwenye uwezo wa kutupigania, ndiye ambaye yuko mahali hapa. Nani angeamini aseme amen? Nani angeamini aseme amen? Nataka wazaliwe watu ambao wana uwezo wa kusema kwamba vita hii siwezi mimi kupigana isipokuwa madhabahu imenipigania, na Mungu atawapigania kweli kweli. Nasema Mungu atawapigania kweli kweli. Kuna mtu yuko hapa? Yuko mtu hapa? Gusa jirani yako, mwambie uanze kushindiwa na madhabahu sasa. Acha kila siku kunungunika. Stop lamenting every day. Mwambie wewe nimesha kusikia. Kwa majirani zako kila siku unaelezea shida zako. Your neighbors every day are complaining. Kwa nini usije kuelezea madhabahuni pale? Why don't you come to explain to altar? Unajua kwenye madhabahu ndo kuna raha. In altar there's luxurious. Alafu ninyi ambacho hamjajua kikubwa, you don't understand which is great. Madhabahu yenu inaitwa mahakama ya Mungu. Altar is called court of God. Kwa nini usifungue kesi hapa? Why don't you open case? Unakuja unashtaki hapa. You come to complain. Alafu unamwambia Mungu, sasa niko kwenye hii madhabahu. God, I'm here in this altar. Niko mahakamani. I'm in court. Nani amewahi kuingia mahakamani? Who has ever entered in court? Amen. Amen. Nani amewahi kuingia mahakamani? Who has ever entered in court? Mahakamani ni mahali ambapo ukiingia hata kukohoa muda mwingine una kikozi unajiminya mwenyewe. It is difficult to cough. Praise Jesus. Tunaingiaga kwa heshima pale. We enter in respect there. Kwa heshima sana. In respect. Simu tunazima. We switch off phones. Tukifika pale mahakamani, when we reach there, the court, masikio yako yote yako makini sana. Your ears are very sasa keen. Shida ni kwamba Mungu amewapendelea sana. God amewapatia mahakama ya hapa Nyeburu. Sasa ilitakiwa, mimi nilikuwa nafikiri kwamba mtu ambaye anakuja hapa kwenye mahakama hii alitakiwa aje kama ni mtu ambaye anajua kwamba ameingia mahakamani. Alafu ukiingia namna hiyo, unaweza ukafika ukafungua mafaili na ukasikilizwa, na mbingu zikao upande wako. Kwa usianza sana kuelezea mashida yako ya ukoo wenu. Don't complain about your family. Kuna muda yanatuchosha na sisi tumevurugwa. They are tiresome to us. Kwa sababu unaelezea shida zako, you explain your problems, alafu sisi ndo tunazo kubwa tumetulia. We have big problems and we are normal. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Unaenda kwa shoga yako unamwambia, shoga yangu, mume wangu, you say my husband, yaani mume wangu ananizalao, ananitukana, is disrespecting me. Kumbe mwenzio ajaja kwako, lakini hajaachiwa hata hela kupika wiki nzima. Has not come to you. Sasa mwenye shida hapo nani? Aliyetukanwa chakula kipo? Who is abused? Wote nyinyi uliotukanwa na wewe ambao hujaachiwa hela ya kula, njooni hapa mshtaki kwa Bwana aliye hai, ili madhabahu ikupiganie na ikuletee ushindi. Nani yuko hapa aseme amina kwa jina la Yesu? Lazima uwe na madhabahu, wapendwa. You should have an altar, people. Nisaidie kumuuliza jirani yako, wewe wa madhabahu gani? Which altar do you have? Embo muimbie kidogo, mwambie, hivi wa wapi wewe? Hivi wa wapi wewe? Mbona usomeki wewe? Mpe Yesu makofi mengi mengi. Kwa sababu unakuta mtu yuko pale, you find a person here, sura yake ni ya hapa, face is here, ila miguu yake ni ya kule, legs are there, na mikono yake ni ya Kariakoo. and hands are Kariakoo. Hawezi kuhudumiwa na madhabahu fulani. Na Roho Bwana akusaidie leo, ukiwa ni wa hapa, madhabahu hii ianze kukushindia. Kuna muda mwingine wachawi wanakuja kutuinua, sio kwa sababu tunaomba sana, kwa sababu sisi tunapiganiwa na madhabahu. Unajua mimi wakati naingia Nyeburu, watu walikuja wakaniambia, sio ndotoni, wakaniambia wewe hupawezi.
Kwa sababu ni kabwana mdogo. Because you are very little. Wamekuja wababa wameshindwa hapa. They have come people, they have failed. Wakaniambia tena wakanipa na sadaka 500. Wakaniambia kwa wezi. Offering 500. Na ni kweli nilipoingia. When I enter, mzigo wa kwanza nilotumiwa ilikuwa ni njiwa. First burden was njiwa anaingia alafu hapai saa 9. Pigeon is coming then is not flying. Mtoto wangu akamshika. Hold. Nikaenda nikachukua maji ya kwenye madhabahu, nilipomwagia akafa. When I pour it died. Sikuomba. I didn't pray. Sikukemea. I didn't shout. Nilikuwa najua kitakachonishindia ni hii madhabahu. I know which will win is this. Kuna mtu anaelewa sememe. Walipokuwa wanaleta vyungu na sanda, mimi nilikuwa kazi yangu ni ndogo, tunaenda nanunua sufuria na afunika. I buy saucepan, I close. Hata hivi leo. Even today. Hivi wewe unadhani kwamba hamna mtu anatamani mimi nife? No people want me to die. Unajua kuna mtu mwingine anaweza katamani hata mchungaji tumloge ili avue nguo madhabahuni. Kwa hiyo kule anapambana mchungaji avue nguo. Alafu mipaka ibada inaisha, Yesu ni Bwana. Sio kwa sababu mimi ni mkamilifu sana. Sio kwa sababu nina nguvu sana. Kwa sababu madhabahu inanipigania. Ukisoma Biblia utanielewa vizuri. Kuna watu wanaitwa Washami. Biblia inaniambia Washami walifukuzwa na wakoma. Angalia vizuri. Kabla ya wakoma kuwafukuza Washami, Washami walipokuwa kwenye kambi zao hawakuweza kushindwa Samaria wala Israeli kwa sababu walikuwa kwenye madhabahu ya kwao. Manake kambi yao ndio madhabahu yao. Pale wana silaha zao. Lakini walipotoka nje ya ile kambi, walijikuta hata chakula cha kwao kinabebwa. Kuna muda mwingine vita vyetu sisi, hata tupigane vipi, kinachotusaidia ni madhabahu tulionayo. Nasema madhabahu hii kusaidia kwa jina la Yesu. Unajua watu wanaamini kwamba madhabahu inaweza kunipigania. Iwe na red carpet. Wewe madhabahu ya Musa ilikuwa na mifereji. Red carpet inakuja. Lakini kwa wakati huu tunaamini Mungu anatupigania. Hata sasa bado yeye ni Ebeneza. Nani anaamini aseme amina kwa jina la Yesu? Anza kufahamika sasa. Na uanze kufahamu kwamba madhabahu hii inapaswa kunipigania. Na Mungu wa hapa atakupigania. Nasema Mungu wa hapa atakupigania. Narudia, Mungu wa hapa atakupigania. Mtu mmoja aamini pamoja na mimi ambaye amewahi kupiganiwa na madhabahu, nipungie namna hii. Ukitaka kuamini madhabahu inapigania, mtafute mtu mmoja ambaye ni mchawi. Look a person called a witch person. Kama yupo ukamjua. If you know. Mwambie, hivi umewahi kwenda kumjaribu Pastor Mbasha? Have you ever got to try Pastor Mbasha? Anaweza kukuambia. He can tell you. Nilienda kwa yule mchungaji nikamkuta mnene kaenea chumba kizima. I thought it's fast. Sasa na wewe utashangaa. You'll be amazed. Hautomwamini kwa sababu unajua Pastor Mbasha ni kimbaumbau. Because you know that I'm. Lakini yeye anakuambia nilimkuta mnene kajaa chumba kizima. I found his fast. Kinachonijaza sio mimi, ni ukubwa wa madhabahu tuliyoweka. Mtu mmoja angeamini angesema amen. Lazima uwe na madhabahu. You should have an altar. Bwana, tusidanganyane. Not kwamba ninyi mnaomba sana. That you pray much. Unajua kuna mtu mwingine akifika kwenye level ya kuokoka, muda wote akikaa unasikia. Sio kwamba anaomba, muda mwingine ni swaga za kilokole. Unaweza kuona mtu anaomba na galagala anafanyaje? Dakika 2 tu akimaliza hapa washaenda chooni. Tuko hivyo hivyo wanadamu. We are like that human being. Kinachotupigania sisi ni madhabahu pekee. Maana kuna muda mwingine sisi tunachoka, tunalala. Tunasinzia, tunaacha kuomba. Mtu yeyote aliyeokoka, kuna muda anaweza kufunga na kuna muda akijaribu kufunga anashindwa. Nisikilize nakwambia. Mtu anayeomba sana, kuna muda anakuwa na hali ya kuomba sana. Alafu kuna muda ile hali inakauka. Sasa pale wakati hali imekauka na ulishachokonoa watu kule, umavunja masikio na pua. Unajua unaposema nafyeka, na nyewe walokole mpo vizuri, nafyeka. Unavunja majini ya watu mapua. You are breaking people's demon. Alafu siku moja umegairi, sasa ndio umeshagoma kuomba. Then you don't want kinachokupambania sio ile unafyeka tena, utafyekwa wewe. Madhabahu iliyokuwa unafyekea ndio inakuja inakuzingira. The altar is around. Sasa lazima uwe na madhabahu inayokupigania. The altar fight for you. Mtu mmoja aseme amina. Want to say amen. Hapo waombaji watanipinga, watasema baba naye sisi tunaombaga kila siku. Wewe uombe wapi?
Wewe maombi yako yenyewe tia maji. Your prayers are. Wewe una misimu. You have seasons. Tukianza msimu wa wamama. We have season of mothers. Wanaenda kwenye uzinduzi. They are going in. Uko vizuri. You are well. Ule msimu wa studio. Season of studio. Msimu wa studio. Season of studio. Mko vizuri. You are well. Sasa hivi kuna msimu wa praise. Season of praise. Wako. They are well. Wakimaliza. When they finish. Bie Pastor Mbasha na madhabahu yako. Bie Pastor Mbasha. Sasa wamesahau kuwa walishachokonoa. Majini nao yana baba zao. Sasa saa akishtaki kwa baba zao na babu zao, kinachowasaidia ni madhabahu. Madhabahu hii kupiganie kwa jina la Yesu. Anza kuelewa kwamba madhabahu itakushindia. Mtu mmoja aseme madhabahu nishindie. Kuna mtu yuko hapa aseme amina. Yuko mtu aseme amen. Namba 2. Kazi ya madhabahu ya pili ni kukutendea haja ya moyo wako. Kukutendea na kukupa haja ya moyo wako. Kuna mtu yuko hapa aseme amen. Kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 22:18. The book of Genesis chapter 22 verse 14. Mwanzo 22 na mstari wa 14. Inasema Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova ile, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Amen, inatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Angalia vizuri. Look well. Huyu ni Ibrahim, anatakiwa mtoe sadaka Isaka. This Abraham to offer Isaac. Hivi kuna watu wananisikia hapa? One here. Kuna watu wananisikia hapa? People hearing. Kuna watu wananisikia hapa? People hearing. Isaka ndo anatakiwa atolewe sadaka. Isaac is to be offered. Na ukumbuke kwamba, to remember that, ufahamu ya kwamba, to know that, Ibrahim alimngojea Isaka na kumuomba kwa Mungu kwa muda wa miaka mingi sana. Abraham waited paka amekuwa mzee ndo anampata Isaka. Alafu anatakiwa tena amtoe Isaka sadaka. Kuna mtu yuko hapa aelewe? Anatakiwa amtoe Isaka kwa nani? Sadaka. Alipofika kwenye madhabahu ya kutoa sadaka, Mungu akamtoa kondoo aliyefungwa kwenye kichaka, akamwambia huyu ndio utakayemtoa sadaka baada ya Isaka. Kwa lugha rahisi kwamba Mungu ana uwezo wa kukupatia haja ya moyo wako kupitia madhabahu. Hatujaona mahala pengine popote Ibrahim akipewa kondoo, isipokuwa anapewa mahali pa madhabahuni. Ndio maana akaita madhabahu ile Jehova Jile. Maana yake Mungu ndiye mpaji wetu. Kuna muda mwingine njoo kwenye madhabahu, usije kama mtu amekuja kuabudu. Njoo kama mtu ambaye unahitaji madhabahu ikupatie haja ya moyo wako. Kuna mtu anaelewa seme amen. Kuna mtu anaelewa seme amen. Kuna mtu anaelewa seme amen. Unapokuja kwenye madhabahu, unakuja na haja ya moyo wako. Haja ya moyo wako inapatikana kwenye madhabahu. Unapofika madhabahuni, ukiwa unahitaji kuolewa, si ndio watu wa Mungu? Si ndio? Si ndio? Si ndio? Ninyi hamjui kabisa. Mwezi ule umepita, dada mmoja akanipigia akaniambia, mchungaji, mimi siwi nina shida gani? What problem do I have? Baba, mimi sitongozwi. I'm not seduced. Unajua mtu anakuletea umuombe atongozwi. Want to be seduced. Unamwombea atongozwe au apate mume. You pray to be seduced or to get husband. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Nikamwambia angalia mafuta yasiyokuwa na kemikali. Look, oil with no chemicals. Shika kwenye mkono wako wa kuume. Take in your right hand. Nikayaombea. I pray. Alafu nilivyoombea, when I pray, nikamwambia chukua hayo mafuta. Take that oil. Paka hapa kwenye paji. To the face. Paka na kwenye shavu. And to the cheek. Paka na kwenye shavu. And to the cheek. Alafu utaanza sasa kufatwa. You start to be seduced. Na kutongozwa. To be seduced. Amen. Amen. Najua hivi vitu vya madhabahuni vina nguvu sana. Power. Alafu yule dada alikaa ni siku 2 ya 3 akaniambia, baba, say, Father, sasa hivi natongozwa kweli kweli. I'm seduced. Lakini wanaonitongoza wote baba ni choka mbaya. Who are seduced me are people. Nifanyie mpango aje mtu anayeeleweka. Kuna mtu anaelewa vizuri? What understand? Ukiwa
unahitaji kitu kinaitwa haja ya moyo, if you want to wish of your heart, unaweza kukipata kwenye madhabahu. you can get in altar. Unapokuja madhabahuni, When you came in altar, unahitaji kuolewa, you want to be married. usianze kuelezea kwa wanadamu. Don't start to explain to people. Usimuelezee Pastor Mbasha. Don't explain to Pastor Mbasha. Pastor Mbasha naye ni mwanadamu. Pastor Mbasha, unaweza ukamwambia baba, nahitaji niolewe na mwanamume Father, I want to be married by a man ambaye ni mrefu, who is tall, ana kifua, has chest. Alafu Pastor Mbasha akamwambia, wewe nawe, say you, mbona kama unapotea? why you are lost? Lakini wewe ndio haja ya moyo wako. That is the wish of your Unapofika kwenye madhabahu, when you come to the altar, fika kwenye madhabahu, lolote utakamba kwa jina langu nitakupa. Inamaanisha hakuna jambo nitaliomba kwako Yesu utagaili. Baba, ninaomba, Father, I ask, nataka kuolewa na mume mrefu, mweupe, asiyekuwa na chogo, awe na meno ya mwanya. With teeth. Elezea haja ya moyo wako. Explain the wish of your pale heart. Hauzungumzi na Pastor Mbasha, zungumza na madhabahu, kwa sababu mtu unamtaka kwenye maisha yako, which you want in your life, kwenye madhabahu anapatikana. Madhabahu ina uwezo wa kufinyanga mtu unayemtaka. Inamaanisha unapokuja kuomba, omba kwa haja ya moyo wako. Mwambie Mungu, haja ya moyo wangu, Mungu, haja ya moyo wangu ni kufungua supermarket. Sasa mtu mwingine anakuja anamwambia baba, haja ya moyo wangu, Father, the wish of my heart, nimevurugwa kweli kweli. I'm very confused. Baba, ninajua I know wewe ni Mungu wa hatua. You are God of Baba, naanza na genge. I start with... Usianze na genge. Mwambie baba, haja ya moyo wangu ni supermarket. Mwambie Mungu wa madhabahu, Mungu wa madhabahu ana uwezo wa kufanya na kukutimizia haja ya moyo wako. Wanaoamini hata kama ni wawili waseme amina. Haja ya moyo wako inajibiwa na madhabahu, sio mchungaji. Mchungaji naye ana haja ya moyo wake. A pastor has also wish of the heart. Hivi kuna mtu anaelewa vizuri? One understand. Wewe unakuja kuomba, you come to pray, haja ya moyo wako, the wish of your heart. Na mchungaji naye ana haja ya moyo wake. Pastor also has the wish of heart. Si ndio watu wa Mungu? Na mimi na haja ya moyo wangu. Even me, I have wish of heart. Ila tukija wote madhabahuni, when you come all mimi nikifika hapa, namwambia Mungu wa hapa, I say God of here, Mungu, haja yangu, God, my ninataka mwaka huu nifanye ABCD, to do ABCD mwaka huu this year. Alafu Mungu anaanza kufanya. God start to do. Unapeleka haja yako kwenye madhabahu. You bring the wish in the altar. Na watu wengi waliofanikiwa, all people succeed, ni wale watu wapelekao haja zao kwenye madhabahu. People they speak wish in Mungu altar. anajibu kwenye madhabahu. God answer in altar. Kazi kuu ya madhabahu ni kujibia haja ya moyo wa mtu. Work is to done the wish of people's heart. Usiishi chini ya kiwango cha moyo wako. Don't live in standard of your heart. Kuna mtu anaelewa vizuri? One understand. Biblia inasema ni baba yupi ambaye mwanae akiomba mkate atampa jiwe, akiomba nge, akiomba yai atampa nge, akiomba samaki atampa nyoka. Si ndivyo wanavyosema? Si ndivyo watu wa Mungu? Right. Si ndivyo watu wa Mungu? Right. Si ndivyo watu wa Mungu? Right. Sasa unakuta mtu mmoja anafika, one person come, haombi inapasavyo. not praying. Wewe ukifika hapa kwenye madhabahu na unajua uko peke yako, nakupa siri leo. Madhabahu hii unaiona imebeba haja ya moyo wako. Fika hapa, kile unaona unatamani moyo wako kutendewa, anza kumwambia Mungu, ninataka hichi, kianze kutokea kwangu, kianze kutokea kwangu, kianze kutokea kwangu, kianze kutokea kwangu. Nani anaamini aseme amina? Unajua, majuzi nilikuwa nimekaa, nikawa natamani, yani mimi natamani kwamba mwezi huu unaanza hata wa pili wa tatu niandae kongamano. I start a conference. Alafu ilo kongamano tulifanye kanisani. We do in the church. Na watu ambao nilikuwa ni haja ya moyo wangu waje hapa. Wish who to come. Wa kwanza alikuwa ni Shaboka. First was Shaboka. Wa pili alikuwa ni Pastor Mgogo. Was Pastor Mgogo. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sasa nikaja nikakaa hapa madhabahuni. Kaambia Mungu, nataka ikikupendeza aje Mgogo basi. God, if you wish to come Mgogo, aje hapa kwenye madhabahu yetu. Come here in our altar. Alafu nilivyokuwa nazungumza vile, when I was speaking that, sasa nampataje? How do I get? Afuataje? How do I get? Nikachukua nikaomba namba kwa mtu, nikapewa zile namba, kumbe sio zake, nikapiga. Nikaambiwa sio yeye. Nikaomba tena namba za kwake mwenyewe. Nikampigia, hajapokea. Nikamtumia message, nikamwambia Bwana Yesu asifiwe mtumishi wa Mungu. Ninaitwa Pastor Philip Mbasha. Kwenye mabano nikaweka nabii wa ndoto.
prophet of dream. Nilikuwa na uhitaji wa kukukaribisha kanisani kwangu. I want to come in my church. Nikaisave namba yake. I saved the number. Nikakaa. I stayed. Haijajibiwa. Was not answered. Usiku nikaona simu inaita, afu inaita Pastor Daniel Mgogo. At night the phone was calling. Nilisikia raha sana. I feel luxurious. Mimi nilijua kwamba mimi ndo nitarudia tena kumtafuta. I thought I will repeat to call. Ila kumbe aliposoma message akaamua kunipigia mwenyewe. When I read message decided to call. Akaniuliza umesema unaitwa Pastor Mbasha? Nikamwambia ndio. You called Pastor Mbasha, say yes. Huduma yako iko wapi? Nikamwelekeza. Where is your service? Akasema sawa. Say okay. Nikamwambia lakini unaweza ukaniangalia pia mtandaoni. You can look me in media. Natumia nabii wa ndoto. I'm a prophet of dream. Akaniambia hamna shida. No problem. Nikipata muda ataangalia. When I get time I'll look. Tukaongea tu vizuri tukamalizana pale. We speak well, we finish. Akakaa asubuhi tena akanipigia simu. In the morning called. Aliponipigia simu asubuhi akaniambiaje? Said, nimeangalia huduma yako na nimeifuatilia usiku. I've looked your ministry at night. Una huduma kubwa sana. You have big ministry. Akaniambia una huduma kubwa sana. You have big ministry. Nimewahi kusikia wanaotafsiri ndoto. Have ever people interpret. Ila wewe pia nao una nafasi yako. You have your position. Kuna mtu anaelewa sema amen. One understand say amen. Aliposema vile mimi niliona kwangu ni haja ya moyo wangu. When said I said this is kama yeye kaishaona huduma kubwa nimfanyeje? If I see a great ministry what should I do? Kama bana mimi nataka tarehe 20, 21. I want to 20, 21st and 22nd. Akaniambia ngoja naweka ratiba zangu vizuri. Let me arrange my timetable. Nitafika. I'll be there. Kwa mwezi huu wa 3 unaoanza tutakuwa na kongamano. Sio kama mnamjua huyu Mgogo. I don't know if you know this person. Sio Mgogo yule mwimbaji anayekujaga hapa. Not Mgogo that is coming every day. Huyu ni Mgogo mhubiri yule ambao unacheka mbavu inakaa kushoto. Na mimi ndo kitu nilikuwa nataka aje. I want to come. Mtu mmoja amini aseme amen. Want to believe to say amen. Ukiwa na haja ya moyo wako. Ukiwa na haja ya moyo wako. Hahitaji connection za wanadamu. Wanadamu nao wana ya kwao. Njoo kwenye madhabahu mwambie Mungu wa madhabahu. Haja ya moyo wangu ni hii. Kila mtu akileta haja ya moyo wake Bwana atatutendea. Na Mungu wa madhabahu hii ni mwaminifu. Anayeamini aanze kujiambatanisha kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna mtu yuko hapo aseme amen. One here to say amen. Yuko mtu hapo aseme amen. A person here to say amen. Kwa kumbe madhabahu ina uwezo wa kukupa haja ya moyo wako. Altar can give the wish of your heart. Mimi sijui haja ya moyo wako ni nini. I don't know what is the wish of your heart. Kila mtu ana haja ya moyo wake. Everyone has the wish of heart. Ila kile ambacho unataka Mungu akutendee. What you want God to done for kile ambacho unataka Mungu akufanyie. You want God to done for hicho ndicho kitu ambacho Mungu atakufanyia. That is what done. Na ndicho Mungu ambacho atakiachilia kwako. That God will release. Anayeamini aseme amen kwa jina la Yesu. Nani yuko hapo aseme amen kwa jina la Yesu. Kazi ya 3 ya madhabahu. The third work of altar. Madhabahu inakutambulisha. Na inatoa taarifa zako. And give your information. Madhabahu inakutambulisha. Altar introduce you. Na inatoa taarifa zako. And give your information. Hiyo ni kazi ya 3 ya madhabahu. That is the third work of altar. Amen, amen. Amen, amen. Waamuzi sura ile ya 6, 25, 29. The book of Judges. Waamuzi sura 6, 25, 29. The book of Judges chapter 6, 25 to 29. Ila naomba tusome pale mwishoni kwenye 28 toane. Inatosha. Sasa iko hivi. Like kwenye hii Biblia ukisoma utamwona mtu anaitwa Gideoni. Baba yake na Gideoni alikuwa na madhabahu aliyokuwa ameijenga na wanaiabudu. Ikafika kipindi Gideoni naye akataka kuibomoa ile madhabahu. Na anataka amjengee Mungu madhabahu mpya. Na ni kweli akaivunja ile madhabahu. Akajenga madhabahu mpya. Biblia inasema alijenga ikiwa usiku wa manane. Na alichagua watu 10 wa kujenga pamoja naye. Maana yake walifanya siri ili isifahamike. Wakaibomoa madhabahu ya baba yao na wakajenga madhabahu nyingine mpya. Kuna mtu anaelewa sema amen? Kwa alipovunja na kujenga, Biblia inasema asubuhi walipoamka watu wakakuta madhabahu imeshabomolewa na ile ashera nayo imeshavunjwa. Alafu pale mahali pale kuna madhabahu nyingine mpya imejengwa. Wakataka kujua ni nani aliyejenga. Biblia inasema wakamjua kwamba ni Gideoni ndiye aliyeijenga na kuibomoa madhabahu. Sasa angalia, ilikuwa ni siri, walifanya usiku.
lakini madhabahu ikaweza kueleza kwamba aliyetubomoa sisi ni Gideoni. Kuna mtu anaelewa? Seme amen. Madhabahu yoyote ile ina uwezo wa kutoa taarifa za mtu. Ndio maana kuna watu hivi ninavyoongea leo, mmeshaokoka nusu nusu, ila bado kuna madhabahu za waganga zinawashikilia na zina taarifa zenu kabisa. Kuna mtu anaelewa vizuri? Zina taarifa zenu. Kuna madhabahu za ukoo zina taarifa zenu. Kuna mtu anaelewa? Sema amen. Na hii madhabahu hii, mtu yeyote ambaye ataijia madhabahu hii ina taarifa zake. Ndio maana kuna mtu anaweza kaa anakutwa na mabaya kwa sababu ni wa madhabahu hii. Mungu atayafunua hata kwa kuhani, ili kuhani aweze kuomba. Maana yake taarifa zimepatwa kwenye madhabahu. Madhabahu inaweza kutoa taarifa za mtu, na zile taarifa za mtu zinaanza kuonyeshwa na madhabahu. Mimi wakati kijijini kwetu nakuwa, kulikuwa na vitu vinaitwa nkonge. Yani ni kama katani. It is like na hizo zilikuwa kila mtoto anapozaliwa, yani na zenyewe zinaongezeka, wajukuu vitukuu zinaongezeka, are added. Kwa sababu bibi yetu mzaa bibi alikuwa ni mganga anagawa uganga. Kwa alipokufa kwenye kaburi lake ndo wakapanda vile miti. Kwa ikawa ina uwezo wa kuhesabu idadi ya wajukuu paka vitukuu paka vilembekeze. Kuna mtu anaelewa vizuri? Kuna mtu anaelewa vizuri? Na nikajua kwamba katika hiyo kuna roho gani inakaa. I know there is a spirit there. Nilipoanza kumjua Mungu, when I started to know God, na nikafahamu kwamba pale kuna roho fulani inakaa, the spirit staying there, ndipo nilipoamua kufunga na kwenda kuzikatakata zote. To fast and go to cut them all. Kwenye familia yetu hata walikuwa wanazaliwa wadada wazuri, they are born good ladies, ila walikuwa hawezi kuolewa. They are not married. Walikuwepo wakaka wazuri, good people, lakini hawakuwa waweza kuoa. They cannot get married. Ile madhabahu ilikuwa inaturuhusu kuzaa na kuzaliana. Allow us to birth. Kwa wa kike ilikuwa lazima wazalishwe, they have to be birth, na wa kiume lazima wazalishe. They have to born. Hakuna kumcheka mwenzio wala kuongea chochote. No one to laugh, no ila to toka siku Mungu aliponipa maarifa, nikajua pale kuna taarifa zetu, nikazikatakata zile. Paka leo hii ndoa ziko za kutosha, na watu wanaoa kwenye ndoa wanakaa, kwa sababu madhabahu inaweza kubeba taarifa za watu. Hii madhabahu unaiona hii? Hii madhabahu unaiona? Inazo taarifa za watu. Kuingia na kutoka kwetu. Hapa pameandikwa. Kuna mtu anaelewa vizuri? Unaweza ukawa umeandikiwa upate ajali. You can be written to get accident. Madhabahu hii inaweza kuongea. This altar can speak. Na inaweza kukushindia. And can win for you. Kuna mtu yuko hapa? One here. Kuna mtu yuko hapa? One here. Kwa mfano mwanangu hapa amepata ajali ya bodaboda. Got accident of motorbike yesterday. Napigwa simu na mwanao huku amepata ajali ya bodaboda. Has got accident of motorbike. Tena. Again. Mwanangu hapa naye ana ajali ya bodaboda. Has motorbike accident. Na uliumia goti. Yaani unaona kwa hali ya kawaida unaweza kujua kawaida. You see it is normal. Ila kumbe shetani anatafuta kanisa lisiwe na wapiga vyombo. Devil wants people to not. Uenda miguu yenu ingevunjika ingekatwa. Your legs could. Ukikatwa mguu wa kulia drums unapigaje? Lakini kwa sababu madhabahu inampigania mtu na hajui. Because altar fights for someone. Madhabahu ina taarifa ya ajali yake huyu mtu na hajui. Altar has information. Ndio maana unakuta anapata ajali kawaida sana. Get information. Alafu anajichua na anakaa sawa. Kwa sababu madhabahu ina taarifa na imeshampigania. Kuna watu madhabahu hii ina taarifa zenu. Nasema kuna watu kwenye hii madhabahu kuna taarifa zenu. Narudia tena, kwenye hii madhabahu kuna taarifa zenu. Nani anaamini aseme amen? Unajua ukiwa kabisa unaabudu hapa, if you are worshiping here katika roho na kweli, in devoted heart, ikitokea umekufa, you are dying, hatuna taarifa, we don't have information, basi wewe ni unyakuo. Manake Mungu ameamua kukunyakua. You are sent. Ila mtu kwenye hii madhabahu akitaka kufa want to die kwenye hii madhabahu, Mungu atatoa taarifa. God will give information. Nasema tena Mungu atatoa taarifa. God will give information. Narudia tena Mungu atatoa taarifa. God will give information. Narudia tena Mungu atatoa taarifa. God will give information. Ndio maana toka kipindi tunaanza, since we are starting, huduma yetu toka tumeanza, ministry, hatujawahi kuwa na msiba. We have never had a funeral.
Umewahi kujiuliza kwa nini hatuna msiba? Kwa sababu Mungu alipokuwa akituambia kwamba kuna mauti inakuja, tuliingia kanisa na wana maombi tukaomba. Ilipoondoka ile mauti, ndio maana mpaka leo tunaishi. Na ndio maana mpaka leo tuko hai. Kumbe madhabahu inaweza kubeba taarifa ya kila mtu na ikawa imekusanya hapa. Ila haibebi wa kila mtu, inabeba mtu wa mwenye madhabahu hii. Kwa ukiwa madhabahu hii, habari zako zipo na zimewekwa mahali. Kuna mtu yuko hapa aseme amen. Kuna mtu yuko hapa aseme amen. Tamani basi madhabahu iwe na taarifa zako. Wish altar to have your information. Tamani tena. Wish again. Tamani madhabahu hii iwe na taarifa zako. Wish altar to have your information. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Madhabahu ikiwa na taarifa zako, altar when have your information, kila magumu yanapoinuka kwako, every trouble rise to you, Mungu atasema kupitia hii madhabahu. God will speak through this altar. Alafu madhabahu hii itakupigania na itakushindia. And this altar will fight and win for you. Mungu akusaidie kuelewa sana. God to help you to understand Mungu akusaidie tena kuelewa sana. God to help you to understand more. Namba 4. The fourth. Ni mahali pa kuingia maagano. The place of entering covenant. Amen, amen. Amen, amen. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 8, 31 The book of 1 32. Kings 8, 31 to 32. Bwana Yesu apewe sifa sana. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 31. Ikawa mtu amemkosa mwenzake. Kama mtu amemkosea mwenzie, kupaswa sharti ya kiapo aapishwe, naye akija na kuapa hapa mbele ya madhabahu yako katika nyumba hii, basi usikie huko mbinguni, akatende akawahukumu watumwa wako, ukimpatiliza mtu mbaya kwa kuleta njia yake juu ya kichwa chake, na kumpa mwenye haki yake. Inatosha. Watu wa Mungu tumeona hapa, we have seen here, watu wakitendeana makosa, when people are done evil to each other, kumbe inawapasa kuitana kwenye madhabahu. They have to be called in altar. Alafu wakaapa kwenye madhabahu. They swear in altar. Pale Mungu wa madhabahu anaanza kulipa na kutenda haki. God of altar start kwa to do righteous. Sababu madhabahu ndio sehemu pekee ya kula kiapo. Because altar the place to swear. Kuna mtu anaelewa, sema amen. One understand, say amen. Na kama wewe huelewi, if you don't understand, serikali yenyewe inaelewa. Government also na understand inaamini hili. And believe this. Ndio maana ndoa zote every marriage zinawekewa kiapo, they have swore, tukiwa madhabahuni. We are in altar. Madhabahu inaruhusiwa kutoa kiapo. Altar, kama serikali yenyewe inaamini, kwa nini wanashindwa kuamini kwamba madhabahu ina kiapo? Hapa tunapoingia, here we enter. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mimi binafsi, I myself, kama nikiwa nimefanya kosa, if I've done a mistake, alafu mtu akanileta kwenye madhabahu, has bring me to the altar, hata kama ikiwa ni ya kwake ila ni ya Mungu, even if altar but akaniambia apia katika Mungu, swear in God, ninakuambia ukweli, I'm telling you really, ni heli nikosane na mtu yule kuliko Mungu aanze kulipiza kwa haki yake. That's God to do by righteous. Kwa sababu andiko linasema kwenye madhabahu mtu akiitwa ana uwezo wa kusimama madhabahuni akitamka kiapo kwake, na Mungu anaanza kufuatilia kwa haki yake. Kwa madhabahu hii tunapokuja, watu wa Mungu, tunaongozwa sala ya toba. Maana yake tunaingia kiapo na Mungu. Tunafika hapa unaambiwa sema Bwana Yesu. Unavyotamka ndio unaingia kiapo na Mungu. Tunapofika hapa kufanya chochote tunachokikiri kwa kinywa, maana yake tunakuwa tumejiunganisha na kazi ya madhabahu, ambayo kazi yake ni kuweka maagano kati yetu sisi na Mungu aliye hai. Kwa madhabahu kumbe ina uwezo wa kutunza maagano, ambayo maagano yale mtu yeyote yule anaweza akayaingia kupitia madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mnapokuja kwenye madhabahu, msije kama mnaingia mahali tu, njoo kama mahali ambako Mungu hufanya maagano na watu. Madhabahuni ndipo mahali unaweza ukaweka agano na Mungu. Unafika kwenye madhabahu, unamwambia Mungu, kuanzia leo hii ninaweka agano na wewe, kwenye uzao wangu azaliwe mtoto atakuwa mtumishi wako. Unaongea kwenye madhabahu. Angalia kipindi kile Shilo wanaenda, watu walikuwa wanaenda kwa ajili ya kusimama kuweka maagano na Mungu. Hata mtoto alipokuja kuzaliwa,
kuzaliwa, alizaliwa kulingana na nguvu ile ya maagano ya madhabahu. Ndio maana yule mtoto hakuweza kuondoka madhabahuni, kwa sababu madhabahu ilishikilia maagano. Kuna mtu anaelewa? Sema amen. Kwa madhabahu hii unaiona ina nguvu na ina uwezo wa kuweka maagano na Mungu. Yuko mtu ananielewa? Ukija hapa unaingia agano na Mungu kwa kile kitu unakiri, what you are declaring, ambacho unaona kabisa Mungu nataka unifanyie hichi. You see, God, I want to done this. Unakuwa umeingia agano na Mungu. You have entered covenant with God. Alafu Mungu wa madhabahu anaanza kufanya. God of altar start to do. Kuna mtu anaelewa hapa? One understand. 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 Nataka niombe na watu wa madhabahuni. I want to pray with people in the altar. Kwa sababu gani? Why? Kuna vita niliona kati ya Daudi na Sauli. I saw battle between David and Saul. Kilichomshindia Daudi, which one to David, ilikuwa ni madhabahu. It was altar. Biblia inasema akawa anakimbia kwenda Lama Nayoth. Was running. Alipofika kule Samueli alikuwako mahali kule. Akamsaidia kushinda vita. Help to win the battle. Kuna muda mwingine vita vyetu hatuwezi kuvishinda. Battle cannot win. Isipokuwa if not, tumefahamu kazi hizi za madhabahu. We have known this work of altar. Kuna mtu anaelewa sema amen. One understand say kuna amen. Mtu anaelewa sema amen. One understand say kuna mtu anaelewa sema amen. One understand say amen. Sasa nataka niombe na watu kidogo tu. I want to pray a few with people. Kama kuna mtu ambaye ndani yako unasikia kabisa, nasema, you hear in your heart, nasema, you say, nasema, you say, Baba, niko na haja ya moyo wangu. Father, I have wish of my heart. Niko na haja ya moyo wangu. I have wish of my heart. Haja ya moyo wangu. Wish of my heart. Mwaka huu nataka kujenga. This year I want to build. Haja ya moyo wangu. Wish of my heart. Mwaka huu nataka ninunue gari. This year I want to buy a car. Haja ya moyo wangu. Wish of my heart. Nataka nizae watoto. I want to born children. Iwe ni mapacha, iwe ni mmoja. To be twins or one. Haja ya moyo wako. This wish of my heart. Wewe mtu ndio usogea hapa madhabahuni. You come here to the alafu altar. Mtu mwingine, another person, yule mtu ambaye anataka yeye anasema Mungu wewe ni Mungu wa maagano. God of covenant. Agano na wewe. I keep covenant with you in this altar. Alafu mwingine ainuke. Another to rise. Ambaye yeye anasema Mungu nishindie. God win for kwenye me hii madhabahu. In this altar. Vita ni vikali. Battle is very unaweza ukasogea hapa kwa dakika 2 niombe. You can come here for 2 minutes. I pray with you. Usinipite Bwana, usinipite unapogusa wengine, nami niguse. Usinipite Bwana, usinipite Bwana, usinipite unapogusa wengine, nami niguse. Usinipite Bwana, usinipite. Kwa miguu yangu nimesimama kwenye hii madhabahu, inipiganie, inishindie kwa jina la Yesu. Kila madhabahu ya uchawi ndani yangu iondoke, haina uhalali kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa kila roho yoyote ile kwenye maisha yangu haitafanikiwa. Kuanzia leo ninaiamuru iachie maisha yangu. Leo hii nimekimbilia kwenye madhabahu hii, inishindie, inipiganie, initetee dhidi ya maadui, dhidi ya madhabahu za wachawi, za mapepo, za ufuga majini. Kuanzia sasa iachie maisha yangu, iachie maisha yangu kwa jina la Yesu. Inua mikono yako juu vizuri. Uruhusu moyo wako kuungana na hii madhabahu ikupiganie. Baba, watu hawa wameinua mikono yao. Ninaomba nguvu ya madhabahu ndio ifike kwao sasa hivi. Iende shinde kila roho zote za uchawi. Uchawi wa vyakula, uchawi wa madhabahu. Uchawi wa madhabahu. Kuna wengine wamewekwa kwenye madhabahu za kiganga, wengine kwenye madhabahu za kuzimu, wengine kwenye madhabahu za familia, madhabahu za kisa. Hakuna madhabahu sasa hivi. Mamlaka ya Bwana inapita sasa hivi. Nguvu ya Bwana inapita sasa hivi. Ni moto wa madhabahu unapita kila mahali. Ninaashiria nguvu ya Bwana ipite hapo. Ikamata mwili wako sasa hivi. Ikamata maisha
Jesus. In the name of Jesus. Kila madhabahu iachie maisha yako. Iachie maisha yako. Madhabahu za ukoo, madhabahu za familia, madhabahu za ukoo, madhabahu za familia. Ziachie maisha yako. Ziachie maisha yako. Ziachie maisha yako. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kila madhabahu inayofuatilia, kila madhabahu inayofuatilia watoto wako, inayofuatilia watoto wako, leo moto, leo moto, leo moto. Riabakora basataya. Nguvu ya Bwana ipite kila mahali. Uweza wa Bwana upite kila mahali. Upite kila mahali. Upite kila mahali. Ufungue maisha yako right now.